Bwana naam, habari gani tena mpenzi mtazamaji msikilizaji wa Mauya Online TV, ambapo tunakwenda kuangazia mambo kadha wa kadha ambayo yamejiri kupitia Mauya TV. Kupitia Mauya TV bwana, leo tunakwenda kukupa kitu ambacho ni adimu, na kitu hicho bwana, ukiweza kukitumia zaidi vizuri, kitaweza kukusaidia wewe katika maisha yako, wewe kama kijana, wewe kama mtu yeyote yule ambaye kinaweza kikamfaa kitu hiki. Nadhani kwa kifupi kitu hiki kinawafaa wote, kwa sababu ni kitu ambacho kitakwenda kuwajenga na kuwaweka sawa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo katika masuala mazima ya mahusiano. Bwana, ni kivipi unaweza ukazungumza na mpenzi wako? Kijana, kuna vitu ambavyo unaweza kuvitumia wakati wa mazungumzo yako wewe na mpenzi wako, na vitu hivyo vinaweza kufanya kuwe na mahusiano ya karibu kabisa, ambayo mahusiano hayo yatapunguza migogoro. Kwa kiufupi tu, ukiwa kwenye mazungumzo hayo na mpenzi wako, wakati huo mpo mmekaa sehemu ambayo mpo kwa pamoja, mnaweza mkaa mna share vitu fulani vya amazing sana, labda mnakula kitu ambacho popcorn ambacho kitafanya muweze kuwa pamoja, mnaweza kuenjoy maisha yenu. Lakini bwana, kubwa kuliko, leo ninazo dondoo muhimu ambazo dondoo hizo zitakusaidia wewe kama kijana katika mahusiano yako, na dondoo hizo kuzizingatia sana, basi utakuwa ni miongoni basi mwa wapenzi wazuri kwa mpenzi wako ambaye unamlenga. Na vitu hivyo ni kama ifuatavyo. Bila kupoteza muda, nikupeleke sasa katika hizo dondoo muhimu. Dondoo hizo muhimu utakwenda kuzipata kupitia Mauya TV. Lakini dondoo hizo ni kama ifuatavyo. Ukiwa na mpenzi wako, vitu ambavyo unadhani unapenda kuvizungumzia, lakini kubwa kuliko, ya kwanza kabisa ni kuzungumzia mambo yajayo. Kuzungumzia mambo yajayo kivipi? Ni kuzungumzia ni kivipi unaweza kufanikiwa, na ni kivipi unaweza kuweka mipango ambayo itakufanya wewe uweze kufanikiwa katika maisha. Katika hoja hii wewe utaenda kuzungumzia zaidi sana katika masuala mazima ya ni kivipi mtaendesha maisha yenu. Uwaga wasichana wanapenda sana kuweza kuzungumziwa baadaye. Ni matarajio gani ambayo mnakuwa nayo nyie kama wapenzi? Hichi ni kitu ambacho kitamvutia sana mpenzi wako na kuweza kuenjoy zaidi katika masuala mazima ya mahusiano yenu. Lakini kitu kingine cha pili ni kuzungumzia hobi yako. Hapa utakwenda kuzungumzia kuhusu hobi yako. Utakwenda kumuuliza mpendwa wako, je, ni kitu gani ambacho anapenda yeye na familia yake pia inapenda? Lakini pia na wewe utazungumzia kwa upande wako, ni kitu gani ambacho unadhani kwamba wewe unakipendelea sana, lakini unapaswa basi mpendwa wako akiweze kukifahamu kitu hicho. Basi kitu ambacho unaweza kuzingatia pia, kwamba unaweza kumuuliza ni kitu gani ambacho anapendelea kufanya akipata muda ambao ni muda ambao hauna yani kwa kifupi yuko huru ama hana kazi ya kufanya. Ni kitu gani ambacho anapendelea kukifanya? Basi kupitia dondoo hiyo, basi itakufanya zaidi kukuweka karibu wewe na mpendwa wako, na hatimaye kuweza kuenjoy zaidi maisha. Lakini kitu kingine cha tatu ni kuhusu kuzungumzia mitazamo yenu. Kama inavyofahamika bwana, katika maisha kila mtu ana mtazamo wake. Ni kivipi sasa wewe utaweza kuzungumzia mtazamo wako? Utakwenda kuzungumzia mtazamo wako katika masuala mazima ya maisha, na katika masuala mazima ya maisha hapa vile utakwenda kufocus zaidi katika masuala mazima ya mambo ambayo atakwenda kufuata baadaye, ama matarajio yako baadaye katika maisha. Na matarajio hayo ni yapi? Basi matarajio hayo ni hakikisha unakwenda kuweka mipango ambayo itakwenda kufanikiwa baadaye. Yani tunaweza tukasema ni malengo ambayo unayo katika maisha. Huo ndio mtazamo wako katika maisha. Labda unapendelea labda baada ya muda fulani nitimize lengo la kununua gari, au baada ya muda fulani pia nitimize lengo la kununua gari nzuri ambayo nitaweza kutembelea. Hiyo ni miongoni mwa hoja ya tatu ambayo tunazungumzia masuala mazima ya mitazamo yako. Lakini pia bwana, watoto wa kike mara nyingi wanapenda sana udaku. Katika hoja namba 4 ambayo ni masuala mazima ya udaku. Katika hoja hii bwana, utakwenda kuzungumzia vitu vingi ambavyo vitakuwa vinatokea katika dunia. Vitu hivyo basi vitachukua muda mrefu sana kuvizungumzia wewe na mpendwa wako. Utamuuliza ni kitu gani ambacho unadhani kimejiri kwenye udaku, na wewe kwa upande wako basi
utakwenda kuzungumzia ni vitu gani ambavyo vinajiri kila siku, na vitu hivyo vinavyojiri kila siku bwana unaweza kuvipata pia kupitia Mauya TV, ambavyo udaku huo basi utakufanya wewe uweze kuenjoy na kuweza kupata mambo mazuri ambayo ni muhimu katika jamii. Basi kupitia kitu hicho basi kitaweza kukufanya wewe uwe karibu na mpendo wako. Basi ni miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuvizungumza ukiwa wewe na mpendo wako, na kwa upande huo sasa utakuwa unazidi kuweka mahusiano yako katika masuala mazima ya kuwa ni mazuri zaidi. Lakini pia katika hoja ambayo unakwenda kuzungumzia, hoja nyingine ni kuhusu siri, kuzungumzia siri. Unapokuwa na mtu yeyote yule kuhusu masuala mazima ya siri, uweze kumwambia kila mtu. Si siri zote unaweza kumwambia kila mtu, ni baadhi ya siri tu unaweza kumwambia. Lakini kuhusu masuala mazima, kuna zile siri za wapendanao ambazo siri hizo basi zinaweza zikawa zinajiri kwa wapendwa wawili ambao wana share vitu vingi katika maisha. Basi katika masuala mazima ya siri hapa bwana, mtakwenda kuzungumzia siri zenu za kimapenzi zaidi, lakini pia na siri nyingine ambazo unadhani ni muhimu mpendwa wako azifahamu. Basi kitu hichi pia kitaweza kusaidia, ama ni kivipi kinaweza kukusaidia wewe kuweza kuzungumza na mpendwa wako. Lakini kitu kingine ambacho, hoja nyingine ambayo naenda kuzungumzia pia ni kuhusu matukio yako ya utoto ambayo yalipita, enzi za utoto wako bwana. Katika hatua ile ya utoto bwana, kuna vitu vingi ambavyo vinatokea. Unaweza kumkumbusha ni vitu gani ambavyo unadhani unavikumbuka sana katika maisha, au ulijisikiaje siku ya kwanza ulivyoanza kunywa ama ulivyoweza kutokea katika dunia. Basi kitu hicho pia kitakufanya wewe uweze kuenjoy maisha yako wewe na mpendo wako, ama kuweza kuzungumza na mpendo wako na bila kukorofishana. Lakini kitu kingine bwana ambacho naweza kukizungumzia, ukiwa na mpendo wako basi bila shaka ni cha saba hiki. Ukiwa na mpendo wako basi zingatia, basi unatengeneza tarehe za nyie kuweza kuenjoy. Tarehe hizi bwana itakuwa ni labda kama wewe ni mfanyakazi, ukipata likizo basi hebu jaribu kutenga hata wiki moja ambayo utaweza kwenda kuenjoy na mpendo wako. Basi kitu hichi moja kwa moja kitakusaidia wewe kuweza kuwa na mahusiano ambayo yaliyo bora, na mahusiano haya yatakuwa ni mazuri sana endapo utazingatia vitu kama hivi ambavyo nimekwenda kukupa. Lakini kitu hichi pia cha masuala mazima tarehe ya kuweza kuenjoy na mpendo wako, lakini pia hapa mtakuwa mna tenga zile siku zenu ama tarehe zenu ambazo ni za kimahaba zaidi, zitawafanya nyie muweze kuenjoy maisha kabisa. Lakini kitu kingine ambacho ni cha 8 naweza kuzungumzia kwamba ni wanawake bwana wanapenda sana mahaba, na hapa utakwenda kuangalia ni mahaba ambayo utakwenda kuweza kuyawezesha kwa mpendo wako na kuweza kuenjoy bwana. Hapa watoto wa kike wanapenda sana romantic ama mapenzi ambayo ni mazuri kwao lakini hayawakandamizi wao. Basi kitu hichi utakwenda kuenjoy sana ukiwa na mpendo wako. Lakini kitu cha 9 ambacho nitakwenda kukizungumzia pia ni kitu ambacho yani ile shauku ya mpendo wako ikoje. Labda mpendo wako anapenda kwenda kuweza kufanya mahitaji shopping, kuweza kwenda kufanya, yani in short anahitaji awe free ama aweze kutimiza zile hobby zake ambazo anadhani kwamba yeye yupo vizuri. Lakini pia kuna mazungumzo muhimu ambayo unatakiwa uwe na zingatia, ikiwa ni kipengele nambari 10 ambacho kitaweza kufanya mahusiano yenu yaweze kuwa vizuri. Mazungumzo haya basi yawe na muunganiko na mahusiano yenu. Yani ni mazungumzo ambayo yanaweza kufanyeni nyie muweze kuenjoy zaidi, ambayo mazungumzo haya ni mazungumzo ambayo yanapelekea yale mahusiano kuweza kuwa imara zaidi na kujihisi yule mtoto wa kike yupo karibu na wewe zaidi. Hivyo itakufanya wewe uweze kuenjoy katika maisha yako. Kitu nambari 11 ni kwamba ni vitu vinavyozunguka dunia. Kuwa muelewa zaidi juu ya dunia. Yani vitu gani ambavyo unadhani vinajiri duniani. Ni katika masuala mazima kutazama taarifa habari, unaweza ukachukua magazeti nini kwa unashare naye. Vitu hivi ukishare naye basi naye atajihisi kwamba ni miongoni mwa watu ambao wapo
katika jamii yao. Hivyo vitu hivi basi vitaweza kukufanya wewe uweze kuenjoy, ama ni vitu ambavyo utakuwa ukiwa na mpendwa wako utaweza kuongea naye. Kitu nambari 12, lazima uweze kumuelezea maisha yako ya kila siku. Maisha yako ya kila siku basi ambayo unakuwa unaishi, ama kama unapenda labda kusikiliza nyimbo na wadau, ama unapenda kutizama kandanda na washikaji, basi vitu hivi unatakiwa vifahamu mpendwa wako. Basi akivifahamu vitu hivi, basi wewe zaidi utaweza kuenjoy na kuweza kuwa na mahusiano ambayo ni bora zaidi, lakini pia ni vitu ambavyo unaweza kumueleza mpendwa wako. Bwana, kupitia hizo dondoo 12 ambazo nimekupa, zipo nyingi, lakini kwa leo tuishie hapa kwa sababu dondoo ni nyingi na muda ni mchache, lakini utakavyozidi kuendelea kuisikiliza na kuitazama Mauya TV, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia Mauya TV. Jina langu ni Ibrahim Mgaza ambaye nimekualika katika makala fupi kuhusu dondoo 12 bora ambazo unaweza kuzungumza na mpenzi wako. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe. Bonyeza alama ya kengele au button nyekundu kujiunga na chaneli yetu.